Jameni tafadhali. Reke tuhudagire mutwe tafadhali andu itu. Reke tuhudagire mutwe. Turu aya ari ru gumarutira wira tarora ayo othe. Mundu ina wira wandu aya ari oengo kwa iguru ndimere tume thirikari. Akakimahe irio. Nimwetekera matikae kuma. Nimwetekera matikae kuma. Turu thirikari eno ningi tuendire. Hii ndio tutafuta hii serikali. Tulikuja hapa. Nilikuja hapa Kiharu, tukaruka na Ndindi Nyoro, tukaruka na Ndindi Gachagua, tukawaambia tuchague hii serikali. And by the way, wacha niwaambie, hata tukitoka kwa serikali, hata hawa akitoka kwa serikali, ile kura tulipiga tutarudishiwa kweli? Ndugu yangu, na kabla tu nimuite, kwa sababu sasa sitapata wakati mwingine, we are going to the last two speakers, Reverend. Because I won't get another chance to speak, niseme wakili, mimi nimekuja kwa haya mazishi sio tu kama chairman wa committee, but kama rafiki yako. Huyu kijana 2021 December sikuweza kwenda Christmas kwa sababu wakora walinichukua, wakanichapa, wakanivunja miguu na mikono kwa sababu ya siasa. Lakini wakili alisimama na mimi wakati huo. Na rafiki ni yule mtu ambaye anasimama na wewe ile wakati hawezi fanya kingine chochote. That is why I'm here. Because hakusimama na mimi tu wakati nilikuwa hospitali. Lakini baada ya hospitali nikapelekwa kotini. Mambo tu ya siasa, mambo hakuna. Nikakaa kotini for 2 years, lakini ile wakati niliita wakili ajoin, alikuja tu mara mbili. Mara mbili tu nikawachiliwa na nikapewa pesa. Hiyo pesa itaingia kwa account, kiingia nitarudisha wakili. Lakini alipigana, nikashinda hiyo kesi na pesa nikapewa kwa sababu ya kesi ambayo ilikuwa ya uongo. So thank you very much, Adrian. Na pia ukumbuke kwamba ile kesi ya Nyeri ambayo imeelezewa hapa na MCA Kiruga Thuku, pia hiyo alifanya bila kuitisha malipo. Tumpigieni wakili makofi. Having said that, it's now my singular pleasure kukaribisha rafiki yangu, my mentor, immediate former minister and a senior advisor to President William Ruto, Honorable Moses Kuria. Asante sana Dennis. My friend, rafiki yangu wakili Adrian Kamotho Jenga, mama na familia yote, wachungaji, gavana rafiki yangu, mwalimu Mutahi Kahiga na viongozi wote. Bwana asifiwe. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa sababu ya kuachwa na huyu mzee. Najua mwalimu, nikikuona hapa na najua mzee alikuwa mwalimu. So amesimamia walimu wote ambao wameenda, na wewe umesimamia walimu wote ambao wako hapa. Na kwa hivyo ni siku ya walimu na nimefurahi sana kukuona leo. Tuseme wakili, nimeshangaa sana. Ihana Lea Jomo. Mwenyezi Mungu, mimi hasa sitaki 100. Kasa bendeka ite hau. Itatosheka nayo. Kwa hivyo hata kama tuko na majonzi tusherekee. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya bank. Nikiwa kwa bank, mtu alikupatia loan ya miaka 100. Sijui kama familia mlikuwa mmeweka security. Hamkuwa mmeweka security. Miaka 100 Mungu ametupatia mzee bure, na kwa hivyo hata kama tuko na huzuni tusherekee na tushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo miaka imekaa. Bwana Kamotho, unajua wewe ni mtu wa usafi. Na nilikuwa na mashindwa hii usafi umetoa wapi? Kumbe ni huyu mzee. Lakini kidogo najua, wacha nielezee kidogo. Amesema kwamba mzee alioa akiwa miaka 40 something. Hiyo advice sio ya wale ambao wameoa, ni ya wale hawajaoa. Najua wale ambao wameoa wanaweza kufikiria wanivasi. Hapana. Kama umeoa, ngojea siku yako. Tukusindikize.
Na kwa hivyo wakili, ujipee nguvu. And I'm very proud of you wakili, because wakili pengine akikwambia ukweli, wakili ni wale wakili wanaitwa public interest lawyers, wale ambao wanapeleka kesi kotini hata bila kulipwa. Me I think the only client anamlipa ni rais peke yake. Hao wengine wote ni wao umesikia wanaitwa pro bono. Wale nasimamia, na sio watu wengi kama hao. Unajua kwa nini mimi nakaanga karibu na wakili? Katika ile serikali ilipita, nilikuwa na from 2014 mpaka 2021 nilikuwa nashikwa kila mwaka. Na kwa hivyo kama kuna kitu nilikuwa nataka kuwa karibu na mimi ni wakili na bishop wa kuniombea. And that is why wakili has remained my very close friend, kwa sababu saa yote kilikuwa kinaumana na unakimbilia yule wakili ambaye ni wa public interest, ambaye hata taka kulipwa. Kwa hivyo nikwambie ukae hivyo tu, hivyo yuko. Unajua nimefurahi sana kuona mama, na mama ni mtulivu sana. Na sio kila Adrian akona bahati ya kuwa na mama mtulivu. Kuna mama mwingine hapa wa Adrian ambaye sio mtulivu namna hiyo. Kwa hivyo ukigamba itomo horerita we tinye na wa Adrian yote horeri kuri agia musene kwa huwa shukuru Mungu kwa sababu sisi ndio umeona mama yako ni mtulivu. Na kwa hivyo niseme nikiwa hapa katika area ya Kiharu, pia tuko na kazi mingi sana tunafanya kama serikali. Today I'm a very proud man, mwalimu governor. Leo ndio siku contractor wa Mau Mau amerudi barabarani. Hiyo barabara ya Mau Mau ikikamilika, tunakaribisha mtu yote mwenye anapenda rais na mwenye hapendi rais, hakuna mtu atafungiwa. Itakuwa ya kila mtu. Tumesimamisha vijana hapa. Na nitawasimamisha tena. Tuone. Kuna UMCA Mijimiji, wapi Mijimiji? Mijimiji nimekuonyesha simu. Huyu Mijimiji amesema nimpatie nafasi ngapi? 20. Hapo nimewasiliana na waziri wa leba Mutua. Unajua kidogo mimi niko na ngazi ya juu serikalini, kwa hivyo sikumwambia tafadhali, nimemwambia ni lazima. Na Mutua amenipatia kazi 20 ya driver. Na nikamwambia 10 nitapeleka Katondo, tunanitri mwana wanya huu. Na 10 nitampatia huyu MCA Mijimiji leo. Sasa hapa leo, sababu niko hapa, kuna drivers 10 wataenda kazi nje. Na nimewaambiwa tikiti ni bure, kila kitu ni bure, ni shilingi 15,000 watalipa. Na hiyo wewe, sababu naona hata haujakula vizuri, mimi nitakulipia. Na nataka hao watu ukifika tarehe 1, na umade abroad. Sitaki hao vijana wako hapa. Usikie driver 10 wameenda nje, na hata passport kama hawana, nitawagharamia yote na watapata siku hiyo kwa sababu niko hapa. Mambo ya majani chai, na unajua hapa kuna majani chai na kuna kahawa. Na mwaka katika hii msimu umepita ya majani chai, kulikuwa mmesemekana mlipe shilingi 3,400 kwa fertilizer. Na tukasema rais akaamrisha kwamba hata wale walikuwa wamelipa zaidi, fertilizer ya majani chai ni shilingi 2,500, ya kahawa ni shilingi 2,500. Na wale wa majani chai tumesema tarehe 6 Januari hata wale walikuwa wamelipa zaidi tutawarudishia pesa. Na KTDA imekubali hiyo maneno. Pale Makenji tunajenga EPZ kubwa, itaajiri vijana 20,000. Na tumeongea na gavana Kang'ata hapa. Hiyo EPZ iko 20% complete. 30% actually. Hapo kando pahali inaitwa Zabka, upande wa Keno, tunajenga ile inaitwa County Agricultural and Industrial Park. Kazi nyingine 5,000. Na hizo kazi zote hatutabagua. Wewe unapenda rais, kuja fanya kazi. Haupendi rais? Na ni kwa sababu tunataka uhuru Kenya hii. Mimi najua kuna watu wengi sana hawataki kuwa kwa serikali. Na ni haki yao. Na mimi nawabariki, nawaombea Mungu.
Lakini wale ambao tunataka kuwa kwa serikali, tupatie nafasi. Ndio kama hizo nafasi za kazi niweze kuziacha hapa. Si nimeacha nafasi za kazi hapa kumi. Hawa vijana, hebu kuja hapa mheshimiwa Karobi, kuja hapa Karobi. Kuja hapa Saimu. Kuja Karondo, kuja hapa. Mheshimiwa Akili, kuja hapa. Jameni, nimekuja hapa mniomba kazi. Tumepata kazi. Mnaniomba ya nini kama hawa vijana mnataka tutoke kwa serikali? Aya mwana limato waleko. Kuna maana mado hata nini ndio mhudu. Anakia nini? Kwa nini tunatafuta kazi? Halafu tuseme wale ambao wako kazini sisi tutoke kazini na ni serikali tutatafuta. Kuni uli moi kani kukurukai kani kule meko. You know, I wonder, na deni is up. Hawa vijana, kuja hapa kama nguye. Hawa wote, hakuna mtu amefikisha miaka ambayo baba ya Adrian alikuwa nayo akioa. Hawa wote. Halafu mnataka sasa ati ni watoe kwa serikali. Nitawatolea kazi zingine wapi? Tunajaribu kuleta wale wengine ambao wako manyumbani ndio wapate kazi. Halafu hawa ambao wewe Karondo, kazi yako nilisukuma namna gani? Nilisukuma kazi yako ama sikusukuma? Wewe Simon, kazi yako nilisukuma. Huyu chipukizi alikuja kama nywele imekaa hivi, sasa amenunua kijana. Hawa wote ni vijana. Sasa ona sasa hawa wote. Hawa wote. Jameni, tafadhali. Ndikituhudhagira mtu tafadhali ndio hicho. Ndikituhudhagira mtu. Turuwa ya hali, gumarutira wira tarora ayothe. Mundu ina wira wadu aya hali, oengo kwa igoro ndimere tume thirikari. Akakimahe irio. Nimwetekera matikae kuma. Turu thirikari eno ni vitu hejire. Hivyo tutafuta hii serikali, tulikuja hapa. Nilikuja hapa kia, tukaruka na Ndindi Nyoro, tukaruka na Rigathi Gachagua, tukawaambia tuchague hii serikali. And by the way, wacha niwaambie, hata tukitoka kwa serikali, hata hawa akitoka kwa serikali, ile kura tulipiga, tutarudishiwa kweli? Tutarudishiwa hiyo kura? Tuhudhere this, tafadhali. Eka tuhudhere this, tafadhali. Tulime, tuweze serikali, ukinyene hili, leo tunyonaga picha hale. Mimi naona picha pale mkubwa, wakiwa na Musalia wanacheka, wakiwa na John Badi, wakiwa na Joho. Mimi yule mtu mkubwa sasa kutoka hii area yetu naona ni Dennis Tumbi. Na nakuwa nyuma ya rais akimdongolezea wakati kamera iko on peke yake. Sio picha mzuri. Na halafu unasema hata wale watu wachache wamebaki hapo. Sasa mimi afadhali nikambebeleza rais kahawa ilipwe mara moja. Afadhali nikambebeleza rais maziwa ilipwe hiyo 50. Kuliko niende nikambebeleza Kalonzo ati nimfanye president. Kwa hiyo tuamua lazima na mwekea. Asante sana. Na mheshimiwa MCA the rosti sini lago ile wakiruba irato ira orosho tikana go tafadhali no itamula. Sasa ni furaha yangu, heshima yangu kumwalika mwalimu walio hai, mwalimu Mutahi Kahiga yaongee na sisi. Asante sana. Asante sana Moses Kuria, mheshimiwa. Nyinashiko and the family, Adrian na hii timu nyingine yote, all of you, viongozi wote walio mahali hapa, naibu gavana, aliyekuwa waziri, na viongozi wote ambao wameletwa mahali hapa, kina Wakiromba na wengine cha ilo ushirokere mudu tadubia. Na Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Muriega, hamjambo. Nimekuja siku ya leo na tumekuja kama serikali ya Nyeri. Ningetaka kuwaomba wale wote ambao wametoka Nyeri, tafadhalini simameni na muje hapa nyinyi wote, na Wambugu pia ndio kupigwe picha, angalau awe anakumbuka tulitoka Nyeri kuja kusimama naye hapa. Wale ambao wamekuja hapa wengi wao ni mawaziri na wengine ambao wametoka Nyeri. Huyu Wambugu, Paul Mureithi Wambugu ndio na kama wako pia to join. Huyu ndiye chief of staff wetu ambaye ametufanyia kazi kule Nyeri kwa miaka 7, na yeye ndiye bwana wa Masi. Aturaga hida kama sitabaki ni hedi tu amume ni Masioka. Ya kama wajadu tie tu amuonogo.
ni ndio arona ni mwero ni wewe, na ndio sababu tumekuja Adrian, mimi hukuona tu huko kwa magazeti, hatujakutana. Hili tumekuja kwa sababu he is one of us, na kusimama naye tuweze kuleta rambirambi zetu kwa niaba ya watu wote wa kutoka Nyeri. Ndio tumekuja, na tutumai wamepiga picha, si ndio? Basi tunaweza kuwaomba mketi. Asante. Baada ya hayo, mimi ningetaka pia niseme nimekuja kwa heshima ya walimu, kwa sababu mimi ni mwalimu aliye hai na mwalimu kweli kama inavyosemekana. Mwalimu Joseph na mwalimu Eunice, nikiangalia miaka by the time alikuwa anawacha kazi nilikuwa nimefunza miaka 14, kwa hivyo tungekuwa pamoja. Niseme a number of things, mwalimu anaendelea kufunza hata akiwa ameenda. Ningetaka uangalie eulogy hiyo, hiyo booklet umepewa, and you see the final lesson mzee is telling us, because niliuliza swali nikaambiwa yeye mwenyewe alisema that is his story, sio story ya kina Adrian na wengine. Nilikuwa natafuta mapicha ya hawa, nikakuta tu ni yeye na bibi yake, kwa hivyo si kabla, na nimesema hapa ndio wale wako, nikienda mbele yenu mseme yangu itawekwa mimi na bibi, watoto watapanga yao. That is the training we have. Wewe umeona hivyo? Sasa unakuja jazz. I was asking myself, nakumbe mwalimu atatufunza atakiwa ameondoka. That is number 1. Number 2, huyu kulingana na vile nimesikia, ningetaka niwaeleze kwa sababu Moses hajui hivyo. Mwalimu mzuri hafunzi kutoka kwa vitabu, anafunza kutoka kwa moyo. And it has been said here by the many of them ambao tumewaona kwamba mzee alijitolea akawafunza wengine. Unasikia alikuwa na deal na Adrian nyumbani kama dadi, na wakiingia huko nyumbani wakirudi shule inageuka inakuwa mambo mengine. Ours is just thank you so very much for giving your father the befitting send off. Niliposikia tuliposomewa Zaburi 90 ilisema miaka ya binadamu ni 70 au 80, so he has broken the records. He is at 100, and the men needed to ask themselves the question they were asked by the learned friend called Wakili. Kama wewe ulioa ukiwa 18 umekata maisha yako. Because we were working at 46 tukiwa hapa, na wengine nauliza kumbe hapa tuliteleza. Tungeanza 46 we would make it to 100. But I still think 46, nilikuwa na hesabu hiyo miaka ingine hata yeye amevunja the silver because amekaa na bibi miaka 50. We want to wish you the very best. As a family, ombi letu ni moja tu. Mom has lost a companion of 54 years. You have lost 46, whatever. Please, it is very lonely to be alone. Even if you cannot become your father, please visit mom. Na kama haitoshi, sipiga simu. Please. Nyinyi ni vizuri niwaambie, take care of mama, and we have already seen you are going to do a good job. Kanisa, asanteni. It's wonderful. Please keep coming. Fuatilia kuangalia haya maneno ndio tuweze kuendelea vizuri. Ama namna gani wananchi? Sasa niko na rambirambi za gavana wenu, Gavana Irungu Kang'ata. Nilipokuwa hapa kama sheria, nilimpigia simu nikamwambia ninaingia. Nilipovuka pale kwa Kiruga Dhuku, pale kuna mahali panaitwa Chinga pale kaliko, nikiruka hivyo hapo nikampigia simu nikamwambia ninaingia Murang'a, where are you? He told me he is engaged but he would have wished to be with us, lakini hangeweza. Akaniomba nilete rambirambi zake kwenu, kwa jamii, kwa marafiki nyote, yu pamoja nani, na angewaombea Mungu awafariji, awatie nguvu, ndipo muweze kuendelea katika hii safari. Mmezipokea? Ninajua gavana anaendelea kufanya kazi nzuri mkiwa pamoja. Basi mimi nimalizie kwa kusema hivi.
Leo tumekuja kumzika mzazi ambaye Mungu amembariki na miaka 100. Sisi nasi ni sharti tujiulize maswali ili tuweze angalau kufika ile 70 au 80 ambayo imeahidiwa katika Biblia. Tutafanyaje wananchi? Na jambo hilo tumeelezwa kabisa. Ni lazima tukaribie kanisa, ni lazima tutende mema, ni lazima tuishi vizuri. Na kama tulivyo mahali hapa, ni vizuri tuseme sehemu hii yetu tumejichanganya sana na mambo ambayo yanaitwa stressful issues. Kuna mtu ambaye huzumbuliwa na mambo hata hayamhusu. Anakiwa mara ile ile hata watu mwile tu wako huko. Wewe na hata ne tako Joyce wa mama. Ala wili hata. Wewe karobo kana tu modu ahejo ni make. That is the best advice I can give you. Maudumene mambo yasiyokuhusu wachana nayo. Na ningetaka niwaombe hivyo. Sasa leo nimepewa jukumu la kusoma. Mimi bado pia ndiye mwenyekiti, naibu mwenyekiti wa baraza la magavana la Kenya, na ikawa leo hii kina Dennis wameniomba kwa sababu itifaki inamaanisha the senior most ndiye anasoma ripoti ya rais, na nitaomba niwasomee kisha nipeane the condolence message from His Excellency William Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, to the family and friends of the late Mzee Joseph Jenga Mwangi. Our country has lost a man whose life was full of joy and wisdom. Mzee Joseph Jenga Mwangi was friendly, humorous and insightful. He was progressive and endowed with rich ideas that transformed the lives of many people. As a gifted teacher who mentored many young people, he was respected and admired. Mzee Mwangi will best be remembered for being hardworking, kind and amiable. We celebrate the great life that he led and the many memories that he leaves behind. Today, we join the people of Murang'a in honoring a gentleman whose light will never fade. May it be a comfort to my friend Wakili Adrian and the entire family that a grateful Kenya is praying for them at this sad moment. Rest in peace, Mzee Mwangi. Poleni sana, William Samuel Ruto, PhD, CGH. God bless you so very much. Asante sana. So tuko na pia condolence imeingia saa hii kutoka mtoto wenyu PS Elijah Mwangi, PS of Mining. Nimeona mwanabiashara ambaye ana represent wanabiashara wote wa Nairobi, Bwana Muridhi, just stand and wave. Mpigieni makofi. Kanisa, thank you very much for the patience and for allowing us a space. Hii kanisa ni kanisa ambayo tumekuja na ndugu Adrian na tumesupport na tujamaliza kazi, ndio maana tumeintroduce Bwana Muridhi. Pale tuliwacha ile kidogo, Bwana Muridhi amesema atakuja kumaliza, kwa hivyo tusikumane na yeye ndiye akuje amalize. Thank you very much. Nimekuwa pia nipeane vote of thanks. So turn to the person next to you. Tell them, okay, mwalimu. Sawa, mwalimu. My MCAs, tafadhali, na mniruhusu tu I just introduce them. Niko na Kiroga Thuku was introduced kwa sababu yeye ana cheo kikubwa hata kuliko mimi huko NEC. Niko hebu kujeni ndio watu waone sikukatwa mmekatwa miguu. That is your size. Unajua ni vizuri waonekane. Wahinya is here. There is, yes, tafadhali. Do I have any other MCA from Nyeri? Well, hiyo ilikuwa sasa impeachment inaingia mara moja. These are MCAs from huyu ametoka Dedan Kimathi, anaitwa Mheshimiwa Wahinya. Huyu naye tunamuita Mheshimiwa Patrick, ndiye ameshikilia mlima pale Kabaru. Haya. Tunaye mwingine hapa, huyu ndiye chairman wa Shortmen. Tumuitaka Kana Kaidi Kuria, but he is my MCA at home and we also have another connection. When I was a teacher, I taught him. God bless you. Thank you very much. Thank you, Governor. Other condolence kutoka chairman wa Kenya Revenue Authority, Bwana Anthony Mwaura ambaye ni mtoto wa Murang'a. Niko nimeambiwa nipeane vote of thanks. Kwa hivyo ningependa kuipeana namna hii. Turn to the person next to you. Waambie thank you very much.
The vote of thanks is done, and I take this opportunity to hand over the microphone to the church. Hello, tupigie Dennis makofi mazuri. Tena nataka tupigie wa political leaders makofi mazuri zaidi. Pamotina kuidia mwekuo karondo yako guruko. Unakona mwada demo gereda gikaigi. Kana to reverse to abireria ringi. Thanks so much. Mwadie Espa uletra ibidanirie, and God bless you so much. Hatu jabakisha mambo mingi sana wakati huu, mambo tu machache. Tantu ya neighbor mwele tutitula hoda. Na umze kwa kazi ya kanisa hakuwa anacheza. Praise the Lord. Na sasa nataka tuingie katika hiyo kipindi